Usiseme hivyo. Watu hawajui ndio, lakini si Mungu anakuona na anajua. Na anayekusaidia kwani ni watu au ni Mungu? Mwambie Mungu, nisaidie katika hali hii, nahitaji nipone leo. Mwambie Mungu leo, sio kesho, leo. Haleluya. Sema leo. Leo lazima nipone. Leo lazima nitoke kwenye hicho kifungo. Leo lazima nitoke kwenye magonjwa. Anaokiri ndiye atapata hicho jambo, hilo jambo. Anayekiri huwa anapokea hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwambie leo. Leo ni mwisho. Hii hali siwezi kuizoea na ikataa kwa jina la Yesu. Lakini la 4, tukielekea mwisho sasa. Hii ukienda kusoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11:28. Wakorintho wa kwanza 11:28. Lakini kingine tunakuwa tunaunganishwa na Kristo. Tunakuwa tunajiungamanisha na Kristo sisi. Kwa hiyo sasa sio sisi tena tunaishi, bali ni Kristo ndani yetu. Wakorintho wa kwanza 11:28. Kwa hiyo inakuwa sasa sio sisi tena tunaishi, bali ni Kristo ndani yetu. Haleluya. Amen. Baada ya kufanya hivyo, wakati unaendelea kujikumbusha kwenye meza ya Bwana, huwa unarudi kwamba sio wewe tena unaishi. Sio mimi kama fulani, sio mimi kama Robert ninaishi tena. Sio mimi kama Martha ninaishi tena. Sio mimi kama Jennifer ninaishi tena. Si kama mimi tena Michael ninaishi tena. Bali Kristo ndani yangu. Halo. Sio mimi tena ninaishi. Kwa hiyo siwezi sumbuliwa na mambo madhaifu ya ulimwengu huu ambayo yanaweza kaumiza tumbo, lakini Kristo nikamkosa Kristo. Kwa hiyo sio mimi tena ninaishi. Lazima nijaribu kuishi kama Kristo alivyonielekeza. Bwana Mungu asifiwe sana. Lakini kingine huleta umoja ndani ya kanisa, na walio wengi wanapokula mkate mmoja wanaonyesha umoja, upendo, kuondoa chuki na kuishi kama familia moja katika Kristo. Narudia tena. Inafanya hivi, huleta umoja ndani ya kanisa, hiyo meza ya Bwana hiyo. Huonyesha umoja, inaonyesha upendo na inaondoa chuki. Pia inafanya watu kuishi kama familia moja katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tukishiriki hii meza ya Bwana, mama fulani na mama fulani kuna siku walipishana. Inaweza kawa hawakupishana mpaka maneno watu wakasikia, lakini alikwazika tu. Mzee fulani na mzee fulani kuna mahali walipishana tu njiani. Sio kwa sababu walipishana mpaka watu wakasikia kelele nje. Kuna kitu alikizungumza kikamkwaza tu, au katika maisha ya kawaida ya wanadamu kuna behavior fulani anayo ambayo mimi huwa nisiipendi, na nikikaa naye najisikia tu kujitenga na yeye. Yaani hayo mambo baadhi ambayo yaliyopo inataja. Mimi labda nikimwona fulani nasikia nachukia tu bure, namchukia tu bure tu. Fulani mimi namchukia bure tu. Lakini hapa kushiriki meza ya Bwana, shika hiyo. Narudia tena. Huleta umoja ndani ya kanisa. Sema moja. Walio wengi wanapokula mkate mmoja wanaonyesha hivi umoja, upendo na kuondoa chuki, lakini pia na kuishi kama familia moja. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunakula kwenye sahani moja na tunanywa kikombe kimoja alafu tukawa kwamba tunawaziana mabaya. Bwana Yesu tusaidie sana. Amen. Si ni ukweli jamani? Unaweza hata mahali kumwambia mtu mara nyingine kumwambia kidogo, alafu kumpenda, unakaa naye ukiwa unamkatia jicho. Inawezekana? Lakini kama utakuwa unafanya hivyo, ni mtu mmoja hatari sana. Bwana Mungu atusaidie sana. Amen. Kama unaweza fanya hivyo, waandae meza, umwandalie mtu chakula mezani na kinywaji, karibu mwanangu tule, karibu mama fulani, karibu jamani, karibu, lakini ndani yako unasikia kummeza. Hiyo ni very dangerous. Na hufai kuitwa Mkristo. Lakini kama kuna mtu aina hiyo, inawezekana pia wewe haupendi, lakini ni shida iliyoko ndani yako. Lakini nishatangulia kusema kwamba ni sehemu ya kujihoji kwamba tuko sahihi. Lakini pia ni sehemu ya kujua kwamba mimi sasa sio fulani, mimi sio Robert ninayeishi, ni Kristo ndani yangu. Kwamba kama ni Kristo ndani yangu, sifai kuishi tena kama mimi Robert, nafaa niishi kama Kristo anavyosema, tupendane. Nisimchukie mwenzangu, nisijitenge na wenzangu. Sawa? Halo? Kwa hiyo hii inaleta umoja, upendo, kuondoa chuki na kuishi kama familia moja.
Kwa hiyo haufai kuwa unashiriki katika jambo kama hilo zuri kama hilo. Alafu wewe unakule nyumbani labda unaishi kama simba. Unajua simba akikaa kwa mwenye okay, yani wao huwa hawapendi, hawezi kaa kwa muda mrefu. Wanafika mahali wanashtuka tu. Maana ndani yake ana roho tu ya vita. Lakini Mkristo ni mtu mwingine. Kwa hiyo sasa inatufanya tujihoji kama nyumbani au popote tulipo, labda ni kazini ama ni wapi, kwamba je, tuko sawa? Inatupatia nafasi ya kujihoji kila ilitopo leo. Ndio maana nasema mnapofanya hivi ni mkumbusho wangu, mnikumbuke mimi. Hata mnakumbuka mauti yangu mpaka ufufuo, tunakumbuka tu Kristo. Kwa hiyo tukiendelea kumkumbuka, tunaendelea kujihoji, je, tuko sawa? Je, tunaenda njia nzuri? Tunaenda kusoma maagizo? Tunaposhiriki meza jamani, kuna mtu mnaneno na yeye. Ndio maana nasema watu wasitumie muda mrefu kujitafakari, kujihoji. Na zamani Paulo anatuambia kwamba wengine wao ni wagonjwa, wengine wao wakafa kabisa kwa sababu ya kuchezea swala la meza ya Bwana. Mtu anafanya mambo yake huko tu, alafu anakuja meza ya Bwana, anaingia nayo kama sherehe za kawaida, anakula hukumu ya nafsi yake, maandiko yanasema. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini leo naomba wakati tunapoelekea mwisho, mpendwa mtumishi wa Bwana, hebu tafakari nafsini mwako. Leo ni nafasi nzuri, usijaribu kuacha kusema divorce. Mwambie Mungu, endelea kuzungumza na Mungu ndani yako, mwambie ni kweli hapa nilikanyaga hapa si sawa, nilifanya hivi na hivi sio sawa, lakini leo naitumia hii nafasi ya tarehe 30 kwamba Mungu nikumbuke tena katika kusanyiko la walio hai. Niondoe kwenye kifungo ambacho nimekuwa kikindesa muda mrefu. Niondoe kwenye hii roho ambayo siipendi ndani yangu, lakini kwa sababu unanipenda, naomba unirejeshe kwenye kundi, niwe na upendo kwa wenzangu, niwe na umoja na wenzangu, chuki iondoke, alafu pili niwe na ushirikiano na niwe mtakatifu mbele zako. Wacha nikwambie, katika haya mambo yote leo yasema, ukikubali na kutii na kufikia hapo, kuna mambo yanaenda kubadilika katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo yanaenda kubadilika kuanzia leo na utakuja useme kwamba Mungu amefanya. Sawa sawa?